wateja. Kuna mwenzako anakwenda na wakati, hasubirii tena wateja, yuko mtandaoni, yuko kwenye WhatsApp na sehemu nyingineyo, anatuma picha za nyanya na nini, alafu unataka za shilingi ngapi? Wewe uko kwenye genge lako unasubiria wateja, wakati wake umeisha. Mgeuke jirani yako mwambie, wakati wa jana umepita, tuko kwenye siku mpya kabisa. Ni siku ambayo majira yamebadilika kabisa. Acha nikwambie kitu, na wakati na majira yakishabadilika, na Mungu wetu huwa anabadilisha mtazamo. Hakutazami sawa sana jana, kwa sababu wanadamu wanakwenda kasi. Ni siku za mwisho. Maandiko yanasema maarifa yataongezeka. Kwa hiyo Mungu hayuko jana, Mungu yuko leo na kesho. Haleluya, amen. Mungu yuko leo na kesho. Kwa nini? Jana imepita. Tunaposema yeye ni jana, leo na hata milele, sio kwamba atabaki kuwa jana. La hasha. Mungu anawaza maisha yako ya baadaye, anawaza maisha ya mtoto wako ya baadaye, anawaza kesho yako iweje. Hawezi kurudi kukusubiria. Hana huo muda wa kukusubiria, hana huo muda. Kwa hiyo fanya maamuzi ya kubadilika. Maisha yako yawezekana yako kama jinsi yalivyo, kwa sababu hujabadilika. Bado unaishi the past, unaishi baba na mama waliniambia, unaishi kitu kinaitwa kikwetu. Ukiona familia yoyote imekuwa duni, hawakutaka kubadilika. Kwa mfano, hivi nyumba usioirepea itabaki mpya vile vile? Nyumba usioirepea itachakaa, mpaka mabati atatoboka. Iwe chochote, iwe hata nchi ikikataa kuingia kwenye mabadiliko, itakuwa duni, itabaki kwenye umasikini, itabaki kwenye ufukara, itabaki kwenye mateso. Kwa nini? Dunia haimsubiri mtu. Bwana Yesu asifiwe, amen. Haleluya. Dunia haina muda wa kusubiria. Chochote kile kikikataa kubadilika, kinazidi kwenda chini. Unajua tofauti ya maskini na tajiri ni kuwaza kwake. Tofauti ya maskini yeyote na tajiri, tofauti yao ipo kwenye kuwaza. Ukimwona mtu alikuwa maskini akawa tajiri, alibadilisha kuwaza kwake. Ukimwona mtu alikuwa tajiri halafu akarudi kwenye umasikini, maana yake alibadilisha kuwaza kwake. Tunakwenda sawa? Amen. Tunakwenda pamoja? Amen. Kwa hiyo fanya maamuzi wewe mwenyewe, ndio kiini cha somo, ya kubadilika. Badilisha nini? Kwanza mawazo yako, nikimaanisha kufikiri kwako. Kufikiri kwako, badilisha kufikiri kwako. Kufikiri kabisa, mawazo kabisa. Think bigger. Acha kuwaza mawazo duni, waza kama jinsi Mungu anavyokuwazia. Tunakwenda pamoja?
Waza kama jinsi Mungu anavyokuwazia. Miaka ya nyuma nakumbuka, japo kila mtu ana imani yake, nikaenda hospitalini, niko hoi tena, nimepelekwa. Kwa hiyo daktari kupima, anakuta malaria iko nyingi, typhoid iko nyingi. Kwa hiyo wakanianzishia pale dozi ya malaria, huku nimelazwa. Sasa kazi nilizokuwa nazifanya zilikuwa kazi za vijijini sana, kwenye vijiji vingine ambavyo maji unachangia na ng'ombe pamoja na wanyama wa mwitu wanayekuja usiku kunywa maji. Sasa nikauliza typhoid inatokana na nini? Nikaambiwa maji machafu, nyama mbichi, maziwa maziwa ambayo hajachemshwa, vitu kama hivi. Sasa nikawaza, nitaacha shughuli zangu. Kwa hiyo nikachukua vile vidonge na kila kitu, nikaenda nikaweka kwenye draw. Nikasema sitaki kumeza, mimi ni mzima. Kwa hiyo nikayaseti mawazo yangu kutoka kwenye ugonjwa kwenda kwenye uzima, na mwisho wa siku nikaupokea uponyaji sawa sawa na nilivyowaza. Haleluya, tunakwenda pamoja. Amen. Unajua, unaweza ukawa, let's say una ukimwi, kitakachokuua sio ukimwi, kitakachokuua ni yale mawazo ambayo unayo ndani ya kwamba ukimwi unaua. Sijui tunakwenda pamoja. Amen. Kitakacho, mtumishi mmoja wa Mungu anasema siku moja akamwona mama mmoja ana kansa, kisha Bwana akamwambia hiyo kansa haitomuua ila atakufa, kwa sababu aliambiwa kansa inaua. Acha nikupe ushuhuda mdogo. Miaka ya nyuma tukapata mtoto akafariki baadaye. Unajua majaribu uliyopata hata mimi nilikwisha yapata. Baadaye nikaugua sana. Nilipotoka katika kuugua, daktari akathibitisha kwa sababu mifupa yako iliharibika sijui na nini, na japokuwa umepona lakini hutaweza kuzaa. Unaionaje? Mbaya sana, mbaya. Kwa hiyo nilipoenda mbele za Bwana, Bwana akaniambia kidaktari amesema vyema, maana kwa mwanadamu haiwezekani ila kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa hiyo kilichotokea, sikuwaza kama binadamu anavyowaza, nikaanza kuwaza kama jinsi Mungu anavyowaza. Mwambie jirani yako, unajua Mungu anakuwazia nini? Mwambie Mungu anakuwazia mema daima. Kwa hiyo nikaanza kuwaza according neno la Mungu linasemaje, ya kwamba zaeni mkaongezeke. Kwa hiyo nikaanza kusema lazima nizae kwa jina la Yesu, lazima nizae kwa jina la Yesu. The end of the day tuna watoto, tunakwenda pamoja. Kwa hiyo anza kubadilisha mawazo yako. Warning. Amini zaidi mawazo yako kuliko mawazo ya jirani. Tunakwenda pamoja? Amini wazo lako ndio lipe namba moja kuliko wazo la jirani. Umesikia ndani kuuza nyanya, umesikia ndani, aya, piga mahesabu, mwanaume umesikia ndani kuchoma vitumbua. Unaanza mimi huyu mimi nikae na choma vitumbua. Kumbe Bwana ameona huo ndio mlango wako wa kutokea. Unajua kama mwanaume kama mimi nikikuta mwanaume mwenzangu anachoma vitumbua atasema hebu ngoja nionje hivi vitumbua vya mwanaume. Mwanamke akikuta mwanaume anakanga vitumbua atasema
tumeshashuhudia, tumeshakula vitumbua vya wanawake sana. Hebu nile hiki kitumbua. Unajua unachokifanya, unaenda kumuuliza jirani. Unajua mwenzako ina mtaji. Lakini eti mawazo yananijia kuchoma vitumbua. Mwenzako anakuambia, achana na hilo wazo. Yaani wewe mwanaume mzima kachome vitumbua. Kesho unamkuta yeye anachoma vitumbua, halafu wateja wanasubiria. Kwa nini? Hukuamini mawazo yako. Usipoamini mawazo yako, watu watatumia mawazo yako ili wafanikiwe. Amen. Tunakwenda pamoja? Usipoamini mawazo yako, mtu mwingine atakuja, atayachukua yale mawazo yako, atayatumia, kisha atafanikiwa yeye. Jambo la pili, amua kubadilika muonekano wako. Mgeukie jirani yako, mwambie hiyo ni sura yako. Mwambie hiyo ni sura yako. Na hilo chunusi lako. Tena mwambie kabisa Kiingereza, hata kama hajui Kiingereza, mwambie are you sure? Hiyo ni sura yako. Amua kubadilika muonekano wako. Serious. Kuna watu wamekosa kazi, kuna watu hawawezi kufanya biashara, kuna sababu ya muonekano wao tu. Una sura ya matukio. Sasa mtu akikuangalia hakusomi. Yeye anakuangalia hapa, huyu tapeli.